Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyenipa uhai. Mpaka sasa niko hai ni kwa mkono wake na neema yake. Lakini pili nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameonyesha ni mama, ameonyesha ni mlezi, ameonyesha ni msikivu. Utamnyang'anya vitu vyote Dr. Samia, lakini uwezo kumnyang'anya utu. Nasema hivyo kwa utu alioonyesha kwa wafanyakazi wa Tanzania. Mmejionea tulikuwa Singida kwenye sherehe za Mei Mosi, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan jambo alilofanya ni la kihistoria. Toka uhuru mshahara hujawahi kupanda 35% kima cha chini, lakini kapandisha kima cha chini kutoka 370 mpaka 500. Si swala dogo, ni swala kubwa sana. Ameweka alama ndani ya mioyo ya watumishi wa Tanzania. Ameonyesha upendo, ameonyesha ukweli, kwa sababu aliwaahidi kwamba uchumi wangu ukitengamaa, ikiwa ni Mei Mosi yake ya kwanza Mwanza, kwamba uchumi wangu ukitengamaa taangalia swali la mshahara. Lakini sasa wacha nipambane na kuwatengenezea maslahi yaliyo bora kwa kupandisha madaraja yenu, kwa kulipa madeni yenu, lakini kwa kuongeza ajira ili watumishi wawe wengi, wawe wa kutosha, ili mfanye kazi kwa ustahilivu unaotakiwa. Lakini tumejionea Singida, tumejionea mama akiachia zawadi. Sasa na sisi hili tunaweza tukaliita ni goli la mama. Tukuahidi Dr. Samia, watumishi wa Tanzania, tuna deni nawe la kukulipa. Na hakika tutazipiga kura. Nami ndo kazi yangu, nitahakikisha na hamasisha watumishi wa Tanzania. Na naomba mnisikilize watumishi wa Tanzania, tunaenda kwenye kuboresha daftari la wapiga kura. Tuna watoto wetu ambao wamefikisha miaka 18 na ambao watafikisha miaka 18 mwezi wa 10. Tunapoenda kwenye kupiga kura, tuwapeleke wakajiandikishe ili tumpigie kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini walimu ambao mmetutengeneza sisi, ambao ndio mmetufanya sisi tukawa tulivyo, walimu mna sauti, walimu mnaeleweka, hata kwa sisi wazazi ambao mnafundisha watoto wetu, lakini hata kwa wanafunzi ambao wamefikisha miaka 18. Naomba walimu toeni elimu, wanafunzi wenu wakajiandikishe. Wanafunzi wenu waliofikisha miaka 18 lazima waelewe kwamba rais utoka kwenye chama chochote kile cha kisiasa kilichosajiliwa ilikuwa rais. Lakini rais aliyetuwekea alama ni rais wa Chama cha Mapinduzi. Hapa tupepesi macho, hapa tumungunyi maneno. Watumishi tutakupigia kura, na zitakuwa kura za kishindo, kwa sababu jambo ambalo umetufanyia si dogo, na sisi ni lazima tulipe deni lako. Asante mama, asante mama, asante, tunakushukuru. Mimi niwakumbushe pia watumishi, kuna kitu kinaitwa utatu. Kwenye vyama vya wafanyakazi mnaelewa kuna utatu. Kuna ATE ambayo ni chama cha waajiri, kuna vyama vya wafanyakazi, lakini kuna serikali. Kwa kwenda kwa utatu ndo wameweza kukaa na kujadili na tuliyaona. Sasa na kwenye kupiga kura tuende na utatu. Ni lazima Dr. Samia tumpe diwani ambaye ni wa Chama cha Mapinduzi, ni lazima tumpe mbunge ambaye ni wa Chama cha Mapinduzi, na akiwa rais wa Chama cha Mapinduzi kutoka Chama cha Mapinduzi, ili hawa watatu sasa uwe utatu, ili maendeleo yaende kwa kasi zaidi. Maana maendeleo mipango huanzia kwenye msingi wa WDC. Sasa kama tutakuwa na madiwani ambao ni wa kutoka Chama cha Mapinduzi, itakuwa rahisi. Na huwa yakitoka hapo yanapelekwa halmashauri husika, na pale wanachakata. Yakitoka hapo wabunge wa Chama cha Mapinduzi wayabebe walete ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yachakatwe, mawaziri wayabebe wakayajadili na Mheshimiwa Rais na wachape maendeleo. Sasa tukimchanganyia machungwa na limau, atashindwa namna ya kushusha maendeleo. Hilo tulielewe. Tusije tukasema kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan ndo katufanyia mema tukampigia yeye tu. Haya ameyafanya
kwa kuwa alikuwa na washauri ambao ni baraza lake la mawaziri waliotoka ndani ya Chama cha Mapinduzi. Walimshauri ipasavyo, wakamweleza ipasavyo, lakini na yeye kwa utashi wake sasa akafanya yale ambayo walimshauri. Maana ukishauri kuna kukubalika na kukataliwa, lakini walivyomshauri alikubali ushauri wao. Sasa tusimchanganyie, tumpe hao wa Chama cha Mapinduzi ili aunde baraza lake baada ya uchaguzi wake mwezi wa 10, apate baraza lililo sahihi, baraza lililo bora, baraza lenye kushauri na baraza lenye kufanya kazi. Watumishi tusidanganyike.